Ongeza vigelegele kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Alitujaza Roho wake na nguvu zake. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, pale kwa kitabu cha Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 1 hadi wa 4, Biblia inashuhudia kwamba walikuwepo wote pamoja, kabila mbalimbali, nivo mbalimbali za kimaisha, walikuwa wote wanaketi pale pamoja, siku iko wanachunga ahadi ya Roho Mtakatifu. Biblia inashuhudia kwamba wote walikuwa na hali ya woga. Kila mmoja wao ndani ya Yesu ndio watakia kamata. Ape Yesu itakuwa tu ya nani? Dimanche iliyopita tulifundisha kuhusu Pentekoste. Lakini Pentekoste, nirudie nyuma kidogo pale, Pentekoste ina hatua mbili tatu kubwa zenye ziko mbele yake, zenye zinatufikisha Pentekoste. Kabla ya kufikia pale Pentekoste, zile hatua ndio zilianza. Hatua ya kwanza ya Pentekoste ilikuwa hatua ambayo inaitwa karantini. Ilikuwa ikifanya uchunguzi na kupekua Biblia, makomantari wa Biblia. Hatua ya karantini, nilipochunguza vizuri wakasema karantini ni hatua ya siku 40 ambazo Yesu alikuwa anachomokea mitume pamoja na Wakristo, aliwafundisha kuhusu habari za mbinguni. Amen. Siku 40 Yesu alikuwa anachomokea mitume pamoja na Wakristo, iko na wazungumza kwa habari za ufalme wa mbingu. Anawaambia sasa hapa kwenye tuko alipo ndio kwetu hapa. Asa kwenye wananifanyia hivi mie mti mkavu, kwenye mie miti mibichi, haiko fasile, lakini hamutaweza kwa akili zenu, lakini mtaweza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Hatua ya karantini alichomokea watu wengi Yesu. Na mwili mwanzo alikuwa anakuja sasa wale Yesu alichomokea kama ndio walikuwa ba sheria Yesu. Nikamwambia hapa kwa kuonesha kama Yesu na wewe ni amini sheria wako, na wewe Yesu anaweza kuchomokea. Amen. Hatua ya pili ya Pentekoste inaitwa Neveno kwa lugha ya Kigiriki. Neveno ilikuwa siku 9 ambayo wa mitume waliketi pamoja, iko wanaketi kwenye maombi, wanaambia Mungu, iko wanaomba Mungu Baba. Yesu huyo anaenda nyuma kwa anaongoza ministeri, na Yuda naye alikuwa anasimamia kesi. Sasa ile poste mbili, poste ziko strategique, hatuwezi tia mtu pale hivi bila maombi. Amen. Ilikuwa siku ya Nevene, ndio pale watu wetu wanafanyaka Nevene, 9 jours de prière. Unasikia ile Nevene wao wanashika zile liturgia za kanisa. Nevene, ukisikia Nevene maana siku 9 ya maombi ya faragani mbele za Mungu. Sinakutakia siku moja ukienda maombi mbele za Mungu wako. Amen. Kisha hatua ya Nevene ndio kulilia hatua inaitwa Pentecost. Ukisoma tena kwa lugha ya Kigiriki Pentecost, ukiangalia wale wanasoma matematiki, hivi inaitwa Pentecost. Maana yake ni hivi vingapi? Vitano. Pentecost sasa ilikuwa siku 15 kisha kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na agalaga wa mitume. Yesu agalaga wa mitume ile siku ya Ascension. Kisha siku 15 wanaketi wote pamoja kwa nia moja. Biblia inashuhudia ifundisha mapambazuko kwa nasema kale wa mitume walikuwa wanaketi pamoja kwa upendo kwa diferana na upendo na kwani. Tutosha hapo upendo leo ile upendo ni wa nayo muone wa mitume pamoja na wale wakubie kundi ambao walikuwa wanachunga Roho Mtakatifu. Ile upendo ni tosha wapi leo? Mungu aenda ushakuwa analeta wale wanagabula. Mungu anaenda mkombe yake analeta vyote vinyakuwa na anatia pale na wanagabula. Biblia inashuhudia kwa wanachangia vyote, wanamleta mkate wanachangia pale. Wewe wakwambia tu mambo ndio ushare television leo mkanisa tuigabula. Bakwambia ndio kimako ya pasere tuitoe mkanisa. Kama unajua kama hujavyo Roho Mtakatifu hawezi vitosha. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Ndio hapa kwa Matendo ya Mitume sura yake ya 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 4, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwa wote wanaketi mahali pamoja. Biblia inashuhudia kwamba walipokuwa wanaketi mahali pamoja wakiomba, wakisifu na kuabudu Mungu, wakati Roho Mtakatifu alishuka. Biblia inashuhudia wakaanza neno kwa lugha mbalimbali. Amen.
Asi mwenye hajui kwa strategy ile siku ya Pentecoste. Nilikuwa nasoma commentaire nyingine. Hakuna mwalisoma ile na lugha yake Yesu. Kama unakuamu shida siku ya kupashana hizo mwambie. Kama unakuheshimwa ile siku ya Kinyarwanda. Kama unakuaka murega ile siku ya Mumashi. Mungu wetu ana upendeleo wa ndugu, na kutakia ujazo wa Roho Mtakatifu kwa siku ya leo. Ninasema na kutakia ujazo wa Roho Mtakatifu. Siku nasikia mtu ambaye atajazwa na jibia amena. Na kutakia ujazo wa Roho Mtakatifu kwa siku ya leo. Na hiyo vitu ya kiroho na ninasema siku ile ndio nafasi. Sasa mmoja ndio anafundisha